Fikra ni mtaji mkubwa sana wa kuzalisha vitu ambavyo ni sehemu ya malengo ya mtu. Sasa kila kitu ambacho kinakuja kwenye fikra ndicho ambacho kinapelekea mtu kuanza kuchukua maamuzi, lakini kile kitu ambacho kinaanza kwenye fikra ndicho ambacho kinaanza kuaminisha moyo au nafsi. Sasa kuna wakati mwingine sio kila unachokifikiria ni sahihi, na kuna wakati mwingine sio kila ambacho unakiwaza kinakuja katika fikra ni sahihi. Kuna vitu vingine ambavyo unaweza ukafikiria na vikakuathiri, na kuna vitu vingine ambavyo unaweza ukavifikiria vikakusaidia. Sasa unahitaji mambo haya ili kuokoa fikra yako. Unahitaji haya ili kupata ukombozi wa kifikra. Sasa ukombozi wa fikra ni jambo la msingi sana kwenye maisha. Fikra ambazo zimekombolewa maana yake zimetolewa katika ubovu na kupelekwa katika uimara. Zimetolewa katika ubaya na kupelekwa katika uimara. Sasa ukombozi wa kifikra maana yake ni kupandikiza maarifa sahihi kwa mtu na kumuondoa maarifa yasiyo sahihi kwenye fikra zake. Huu ndio ukombozi wa kifikra. Manake tunaleta maarifa sahihi ndani ya fikra na tunayaondoa maarifa yasiyo sahihi kwenye fikra. Ni sawasawa na mtu ambaye anakuwa anafikiria kwamba yeye hana sifa ya kuishi. Huyo mtu ameisha athirika kisaikolojia. Manake aidha anaweza akajiona yeye na wenzie. Akaanza kujitofautisha, anajiona vile yeye alivyo. Anahesabu vile familia aliyotoka, anaona kabisa kwamba mbona hii kama hii mimi kabisa siendani na watu wengine. Kwa hiyo kuna watu wengine ambao wamejidhuru kwa sababu ya fikra zao wenyewe. Na watu wengine wamejinyonga kwa sababu walikosa ukombozi wa kifikra. Maana yake vile vitu wao waliviona kwamba ni sahihi kuchukua maamuzi ya kujidhuru, kumbe sio sahihi. Alikuwa anahitaji ukombozi wa kifikra ili aweze kuiona thamani yake duniani, lakini pia ili aweze kuona kusudi la Mwenyezi Mungu kuendelea kumweka hata leo. Sasa ukombozi wa kifikra ni jambo la msingi kwenye maisha. Sasa unahitaji mambo yafuatayo ili wewe uweze kuwa salama kifikra. Unahitaji mambo haya ili wewe uweze kuwa salama kifikra. Unahitaji vitu vya msingi kifikra. Sasa mambo ambayo yanahitajika kifikra kwa mtu ni pamoja na: moja, uthamani wako. Kwenye maisha, uthamani wa mtu ni kitu cha msingi sana. Mtu anapoanza kukosa uthamani wake kifikra, huyo mtu anaweza akaenda kubaya sana. Manake mtu anapoanza kuikosa thamani yake kwenye fikra yake, manake kila anachojifikiria yeye anajiona hastahili. Kila anachokifikiria anajiona yeye ni hafai. Hichi kitu kinaweza kikakupelekea wewe kufanya maamuzi mabaya sana. Sasa kifikra unahitaji kugundua thamani yako. Unahitaji kuona kwamba wewe jinsi ulivyo unafaa, na wewe jinsi ulivyo una umuhimu. Sasa unapogundua kwamba wewe una umuhimu kifikra, inakusaidia wewe kuendelea kufanya vitu ambavyo vina maslahi kwako. Lakini kipindi unafanya vitu ambavyo vina maslahi kwako, manake utaleta maslahi pia kwa jamii. Sababu utakapoanza kuamua kuishi vizuri, maana yake uweze kuishi vizuri bila kuwanufaisha wengine. Maana yake utakapoanza kuamua kwamba kujitunza na kujithamini, maana yake lazima uwanufaishe watu wengine. Huo ndio ukweli rafiki yangu. Uweze kupendeza bila kununua nguo nzuri. Sasa unaponunua nguo nzuri umenufaisha jamii, umeongeza kipato kwa watu wengine, lakini pia umewapa kazi watu wengine kuendelea kuuza vitu vizuri. Lakini sio tu hivyo, maana yake utapaka mafuta mazuri. Sasa unapopaka mafuta mazuri, lengo wewe kuongeza thamani hata kimuonekano, kuongeza thamani hata ya ngozi yako pia. Sasa unapoongeza thamani na unapotunza ngozi yako, afya yako, maana yake umewapa watu wengine fursa, watauza mafuta mazuri na utaenda kununua. Lakini pia si tu kwamba hivyo, maana yake itakulazimu wewe uanze kufanya kazi. Sasa unapoanza kufanya kazi, mwanzo wa kuweka malengo positive utakuwepo. Sasa unapoanza kuweka malengo positive, maana yake
utaanza kuona umuhimu wako wa kuwepo duniani, kwamba usipokuwepo wewe ile kazi inafeli. Umeona kwamba jinsi ya kutambua thamani yako kifikra ilivyo na umuhimu. Sasa unapotambua thamani yako kwenye fikra zako, unaleta matokeo makubwa sana. Unapanua uwanja mkubwa sana, lakini mwisho wa siku utaona kwamba wewe bado una thamani. Utaona kwamba wewe bado duniani unahitajika, sababu utakapokuwa unahitaji kuendelea kujitunza, unawapa watu fursa ya kutunza wewe, lakini kwa gharama zako. Unapohitaji kula vizuri, maanake utaenda sokoni kununua vyakula. Utakapohitaji kutembea kwa wepesi, maanake utawapa watu fursa, iwe bodaboda iwe taksi. Inawezekana kama uchumi wako ukiwa unaruhusu, maanake utaanza kukuza hata soko la magari, utaenda kununua gari zuri, unatembelea. Sasa kadri unavyoendelea kujitunza na kujithamini wewe, unapanua fursa kwa jamii. Kadri unavyoendelea kujithamini wewe, unapanua fursa kwa nchi. Kadri unavyoendelea kujithamini wewe, unawapa na watu wengine fursa kuendelea kujikimu kwenye maisha yao. Kwa hiyo kutambua uthamani wako kifikra, una uwezo wa kuendelea kusuccess maisha. Lakini kutambua uthamani wako kifikra, una uwezo wa kuendelea kuona umuhimu wako katika maisha ya hapa duniani. Lakini jambo lingine ambalo unalihitaji kifikra ni pamoja na madhara kwa watu wengine. Kwenye fikra zako utakapopandikiza kwamba kuna mambo mengine ambayo unaweza kufanya yakaathiri watu wengine, itakusaidia sana wewe kuendelea kuchukua tahadhari kwa ajili ya watu wengine, kwa sababu mtu ambaye anajipenda yeye pekee, maana yake ana uwezo kuwaathiri watu wengine. Lakini mtu ambaye anatambua athari za watu wengine kupitia yeye, anachukua tahadhari. Let's say mtu mwingine yuko barabarani, anaendesha gari, ana drive sasa anavyo drive, anachokiangalia usahihi wake tu. Let's say mtu kafanya kweli kosa, kapita site sio ya kwake, lakini huwezi kujua kwa nini kapita kule. Sasa unapochukua tahadhari ya kuto kumgonga, maana yake umethamini nafasi ya watu wengine kwenye maisha. Sawa, yuko opposite, yuko kinyume na sheria, ndio, lakini wewe unapochukua tahadhari, maana yake umethamini maisha yake. Lakini unapomgonga, sawa, sheria itakuwa upande wako kwamba uko kwenye site, lakini ndani ya nafsi tayari umedhuru maisha ya watu wengine pia. Kwa hiyo kuepuka vitu ambavyo vinawadhuru watu wengine ni jambo ambalo kwenye fikra linahitajika sana. Sawa, huenda kwamba wewe ukimpiga mtu fulani utaonekana wewe ni bouncer, lakini umeshaathiri maisha ya watu wengine. Wangapi waliokuwa wanamtegemea huyo mtu, alafu wewe umemdhuru? Sasa unakuwa umefanya kitu ambacho sio tu kimemwathiri yeye, bali umeathiri mnyororo mkubwa wa watu ambao walikuwa wanamtegemea yeye. Lakini utakapokuwa umechukua tahadhari ya kuto kumdhuru, manake taifa linakuwa linaendelea kubaki na nguvu kazi, lakini pia familia yake inaendelea kunufaika na uwepo wake. Lakini pia sio tu familia na taifa na nini, hata yeye mwenyewe atashuhudia utukufu wa Mwenyezi Mungu, kwamba bila Mungu mimi ningeshadhurika kupitia hili. Lakini kupitia hilo, manake wewe ulipochukua tahadhari ya kutokufanya jambo ambalo lingeweza kumdhuru, kupitia fikra zako na kupitia saikolojia yako, umepelekea mtu mwingine kupiga magoti na kumrudishia sifa na utukufu Mwenyezi Mungu. Sasa hayo mambo yanahitajika sana kwenye saikolojia zetu. Hayo mambo yanahitajika sana kwenye fikra zetu. Kujua uthamani wetu, lakini kujua thamani ya kuepusha madhara yetu kwa watu wengine. Manake kupitia wewe usiwe fursa ya madhara kupitia kwako kuwadhuru watu wengine. Hii itakusaidia sana. Sasa kinyume chake ni nini? Manake wewe uwe fursa ya watu wengine hata kumtukuza Mwenyezi Mungu. Basi watu wangeenda kuangamia kwa tabia zao mbaya, lakini unakwenda kuwashauri. Watu wangepoteza mahusiano yao na Mungu, lakini wewe unakwenda kuwapatanisha. Manake kifikra unakuwa umetumia fikra zako kiusahihi kuleta ukombozi. Manake umeepusha mabaya. Lakini pia
unaposimama wewe vizuri, maanake kuna watu wengine watajifunza. Kwa mfano, unaweza ukawa unajithamini wewe tu unavyoishi, unavyoitunza familia, unavyofanya shughuli zako, yani wewe unajihesabu, unajithamini, lakini kumbe wewe unakuwa ni darasa kwa watu wengine, wanakuwa wanajifunza kwa mambo mengine. Haya ni moja ya mambo ambayo kifikra unahitaji ili uweze kuendeleza maisha katika hii jamii, kwa sababu kwenye jamii tunategemeana. MC Kakatiba Official, the Gold Voice.